Mwanangu, bibi yako anaumwa. Ndio. Kwa hiyo inabidi uende ukamwangalie. Aha. Sawa mama. Kwa hiyo vipi kuhusu nauli? Nauli babako atakupa. We uwai. Aha. Baba. Sawa mama, hamna shida. Mimi nitaenda mama. Haya baba. Asante mama. Haya. Mama huyu kaka ndo mkorofi. Yaani kaka yako sio mkorofi mwanangu. Kaka yako sio mkorofi, muendelee kupendana. Muendelee kupendana wanangu. Na mimi sasa nitamwacha kakangu aniache. Hawezi kuniacha. Mama. Wale sasa mimi siwezi kumtenga mdogo wangu. Yaani nimewasikia wanangu, kumbe mnapendana. Yaani ninaomba siku zote miaka yote muendelee kupendana. Yaani mko wawili kama mlivyokuwa hivi mnavyo. Sawa mama, wale usipate shida. Mimi nawapenda sana wanangu, nawapenda sana. Hata sisi tunakupenda mama. Amina watoto wangu, nawapenda sana. Hivi kwa nini mtoto wako ana kiburi huyu? Yaani mtoto wangu mimi hana kiburi. Hana kiburi mtoto, mimi nimemtuma kazi hajafanya? Hana kiburi, mimi mwenyewe nimemtuma saizi kazi. Mbona Esther alikuwepo? Kwa nini Esther usimtume kazi? Wewe mbona unampenda sana Esther kuliko huyu mtoto wa kiume? Hakuna mtoto ambaye utajua kwamba huyu atanisaidia. Watoto wote ni wa kwako. Kwa ina maana ukimtuma kazi wewe ndio afanye afu mimi hamna? Yaani sio hivyo baba Esther. Yaani yule mtoto naye ni wa kwako. Wewe. Kweli baba Esther, yule mtoto naye ni wa kwako. Sio kuchagua mtoto mmoja. Mtoto atakaye kutunza wewe, utamjua. Twende nyumbani kakaangu. Umeshalia sana vya kutosha. Na kaburi la mama umeshaliona. Mambo twende nyumbani kaka. Mdogo wangu Esther, naomba niambie kama kuna watu wote wabaya ambao wamesababisha kifo cha mama. Niambie, mimi nitaenda kulipa kisasi. Yaani sijui nikwambie nini kakaangu. Hamna mtu mbaya yeyote aliyemuona. Ila nini? Mama wakati ameingia jikoni anataka kupika, alifika na kufungua gesi. Yaani hakujua kama ile gesi ilikuwa imeshafunguliwa tayari. Aliwasha kiberiti na kusogeza kwenye mtungi wa gesi. Ghafla ukalipuka. Shit! Mama! Kwa nini niagiza kwa bibi ndio nikamuuguze? Nini sasa hiki mama? Si ungeniambia tu mapema. Mamangu. Kwa nini mama kuondoka? Mama. Kaka, utafanya na mimi. Mama, nitaishi vipi mama? Nitaishi vipi mamangu? Kaka, twende nyumbani. Yeye ishaisha kakaangu. Twende nyumbani. Mama. Maisha yangu ya mama taishi. Kaka, twende nyumbani. Nitaishije mamangu? Nitaishije mamangu? Mama. Kaka. Dalali Juma, mimi nafikiri nyumba nimeiona kulingana na hali zilizonikuta, changamoto za maisha za hapa na pale. Mimi nafikiri nyumba inanitosha sana. Haina haja sana kubaki naitaka nyumba ya aina nyingine pana. Lakini mimi nikutie kabisa mzigo wako kwamba mwenye nyumba utakutana naye na udalali wako uko hapo. Lakini hapo umeniacha niko mtupu, mweupe, yani mweupe kabisa yani. Nimekuachana na baba ndio nimeisha. Lakini mimi yote kwa yote najua nitaganga. Kwanza nikupe pole mzee wangu Mauli kwa yaliyokukuta, na nyumba umeiona na umeelezeka nayo. Mama mwenye nyumba alishaenda naye wala hana matatizo yoyote. Wewe muda wote na saa yote karibia hapa ndio nyumbani kwako. Asante sana. Mimi nafikiri mimi nikushukuru zaidi wewe. Yaani matatizo yaliyonikuta yani yamenirudisha nyuma sana, yani sana. Lakini basi kwa kuwa ni mwanaume nitapambana. Basi mimi nikutakia majukumu mema kwa siku ya leo na siku zinazoendelea. Lakini na nyinyi madalali na macho. Yaani naona bwana yani unajua sijeni nilipokuwa nakutafuta najua yani sijajua nitapata lini. Siku mbili tu yani naona bwana sikuwa shaka sawa. Bila shaka, ndio tatizo alipo bwana. Nikawaleta yetu mjini hapo. Basi nikutoe. Lakini sasa huko vipi? Kuna raia alikuwa anaishi huko? Hapana, hapo atuleweka kwa ajili ya pombe. Sasa hata barabara. Lakini ina shida ile kwenye kufunguza sitaweka hata kama nitakuwa nimetawala kiasi hiki. Hapana, haiwezi kunani. Basi mimi nianze kutoa. Maana nataka kukaribisha tena kwa karibu hapa ndio nyumbani kwangu. Haya, okay. Sasa nini? Nitangulia kwa sababu tunajua tena. Hapo ndio mwenye nyumba, ndio mwenye kufunga milango ili kumalizia hapa.
yakatokea chochote huko. Nimekuita hapa Abi. Yeah. Nilichokuwa nataka nikwambie kwamba ni kama nafasi humu ndani haitoshi. Muda wa wewe kuwepo hapa ndani umeisha. Kwa nini? Tena huna haja ya kuniita mimi baba. Sawa. Ninachotaka nikwambie kwamba wewe ni mtoto wa kiume. Sasa umefika wakati wa kutafuta vilivyo vyako. Mimi hapa ndani sikuwa sitafuti vitu vya kula na watoto, hapana. Wewe na midevu hiyo nafikiri kwamba hebu kapambane na ukajenge mji wako, ila hapa nafasi haitoshi. Mbona sikuelewi? Yaani kama kuna kitu ambacho unanizunguka. Hapana, sikuzunguki, nikuzunguke wewe. Kwa nini? Nimeshakwambia wewe ni mtoto wa kiume. Au haujui kwamba wewe ni wa kiume? Tuingie ndani kuonyesha kwamba wewe ni wa kiume hivi. Hapana baba, lakini ni swala ambalo unaniambia ni swala la ghafla sana. Na unaniambia tena wewe sio baba. Yaani nashindwa kuelewa kuna nini hapa. Nimeshakuweka wazi kwamba hapa hapatoshi, kapambane. Ndevu hizi, yani mimi nafuga ndevu, wewe unafuga ndevu, kwa hiyo wewe nimeshakuwa mtu mzima. Kapambane na maisha yako. Hapa wakutegemea labda ni dada yako, sio wewe. Kapambane, tafuta maisha. Hakuna kitu kingine. Unanipa wakati mgumu sana babangu. Utalainika huko huko. Ni mgumu kwa sasa, mbele utakuwa mlaini. Sawa? Sawa, mimi nitaondoka kwako. Sawa. Fanya hivyo maana tusipoteze muda. Sawa, hamna shida. Nenda kutafuta maisha. Utayakuta tu hapo huko. Unaweza kupata hivyo. Unakaa hapa, unakaa. Wakati mgumu. Nani anatoa wakati mlaini? Kabisa na ndevu hapa. Mbona unalia kwa sababu kakaangu? Wewe acha tu mdogo wangu. Lakini kama msiba mama ambao tumeshalia yameisha, watu wametawanyika. Sasa mbona kaka unaendelea kulia? Ni kweli umeisha, lakini baba akanifukuza kwake. Amekufukuza? Ndio, kaniambia niondoke. Kwa ni kitu ambacho kiwezekani kaka? Si hakiwezekani. Ndio kimewezekana sasa. Sasa ni mwanae kabisa. Hata kama. Lakini ndio hivyo. Sasa unaelekea wapi kaka? Nitaenda kokote kule kutafuta. Lakini baba umeshaongea naye vizuri kabisa. Nimeongea naye ameshindwa kunielewa. Labda ngoja nijaribu mimi kuongea naye. Labda atanielewa. Sasa kama ameshindwa kunielewa mimi, wewe atakuelewa? Kaka, ndio maana nakwambia ngoja nijaribu kwanza mimi. Labda atanielewa. Sijui labda. Nenda kajaribu kuongea naye. Lakini mimi ni mtu wa kuondoka tu hapa nyumbani. Hamna kaka, usiseme hivyo, nitaongea naye. Sawa, nenda kajaribu kuongea naye kama atakuelewa. Basi sawa, soma moja ndani. Ndio. Sawa, ngoja nikaongee naye. Sawa. Mwanangu Esther. Baba, kwani mwambie maneno makali kaka? Mimi mtu mzima. Kwa ndo mwambie maneno makali kiasi hicho? Nimeshakwambia mimi mtu mzima. Nimemwambia akatafuta maisha yake. Lakini kwa nini? Kwa nini yeye mtu mzima? Wewe na mindevu ile yote, bado mtoto yule. Hapa wakubaki ni wewe mwanangu Esther. Mbona hivyo kwa mama ulikuwa ongea maneno yote? Alikuwa mwanangu wakati mama yake yupo. Kiani kivipi? Saizi ni mkubwa, nimeshakwambia hivi ni mkubwa. Kwani kipindi mama alikuwa mdogo. Mbona unapenda kunidodosa wewe? Wewe ndio utakayebaki hapa mwanangu Esther. Akiondoka kaka humu ndani na mimi naondoka baba, sibaki humu ndani. Wewe unataka kunipanda kichwani. Sasa
Nasema utabaki hapa. Nasema sibaki. Ndani. Sibaki, nimekwambia sibaki humu ndani. Sibaki, naondoka. Ndani. Lakini dodosa Yaani mimi mtoto lisio langu la nini? Ni mwanangu Esther. Mtoto anafanana mama yake huyu. Bani fuata. Karibuni. Asante. Marhaba. Dada, samani. Nimekuja hapa kukuletea huyu mdogo wangu. Unamwona huyu mdogo wangu? Huyu mdogo wangu kapewa mimba na mdogo wako wewe. Anaitwa Kevi. Naomba huyo Kevi tumuite kama tumeambiwa anakaa nyumba hii. Naomba huyo Kevi aje. Sasa hapa ndio kwa kina Kevi.